Kwa habari za entertainment, sports, politics. Usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need. Yes, ni aje mpenzi mtazamaji wa Bina TV, mimi naitwa Mr. Ma Promo. Na kuletea exclusive interview na mdada ambaye kwenye movie sasa hivi ni hatari, anafanya vizuri, ana talent kubwa. Wewe ndio hujawahi kukutana naye kabisa, lakini anaitwa Patra. Hongera sana, unafanya vizuri sana. Asante. Yes, kwa mtu anavyokuona tu ni mrembo lakini ni mpole. Kawaida huko hivyo, hata kwenye movie zako pia naona umetulizana kwenye kuigiza kwako. Ndivyo ulivyo au ni vile tu best ya kuzoea? Amna, kutokana na karata nitakayopewa. Kuna karata nyingine unapewa ucharuko, inabidi ucheze ucharuko. Wewe unasharukaga kabisa? Kabisa. Na unashout na nini? Yaani nachamba. Wewe. Yaani ukinipa ucharuko, lazima niivalie. Oya tunachamba kidogo. Chambe bala. Fanya tu kama unamchamba hapa promo na nini hivyo. Wewe baba koma wewe. Tena ukome unitue. Hongera sana. Asante. Yes, na kuna mtu anataka kukufahamu kwa ufupi kidogo. Wewe ni nani? Mimi naitwa Patra, ni mwigizaji, pia nafanya comedy. Kwa hiyo mtu atakapokuja akisema tufanye comedy, nafanya comedy. Kwenye kuigiza pia nipo, pia hata kwenye video vix pia nafanya. Unafanya kwa sababu uzuri unaruhusu. Amna, kawaida tu. Kuna wengine wazuri zaidi yangu lakini mbona hawafanyi hivyo? Kwenye video vixen huko ni msanii yupi ambao unatamani kufanya naye kazi? Unahisi kabisa nikifanya naye huyu kuna sehemu mtafika? Kila mtu ana ndoto ya kufanya kazi na wasanii wakubwa. Kwa hata mimi pia nina ndoto ya kufanya kazi na wasanii wakubwa. Kama ikitokea nafasi. Kabisa. Msanii mkubwa kama Harmonize, Diamond, Mario, Alikiba, yani hivyo. Na wengine pia. Kabisa. Hongera sana. Kwa sasa hivi mtu anafukuona na trend unafanya nini? Kuna mtu anajua labda kuna nguvu ya mtu nyuma. Ni kweli nasikia kuna mtu ana support mimi kuna watu wengi ambao wananisupport paka ninavyoona nipo hapa. Kuna bro wangu Mwanya, pia kuna dadangu Husna, kuna Evansi, kama unaona na shoot naye sana, pia tuna shoot movie inaitwa Mji wa Kichawi. Kwa kuna mwingine anaitwa Ed Master. Kwa hiyo wapo wengi wanaonisupport paka nimefika hapa. Na naamini kwenye uzuri pia kukosa changamoto. Changamoto zipo nazo kabiliana nazo kwa hao jamaa ambao umewataja? Amna changamoto ninakutana nayo kwa kweli. Kama Mr. Mwanya namchukulia kama brother wangu, yani hivyo, yani jinsi mtu unavyomtengenezea mwenye mazingira. Kwa hiyo kumbe ukitaka mtu akutake ama kutongoze ni namna ulivyojiweka? Amna, kwa sababu mimi sidhani kama mtu akikuapproach ukimkataa atakushikia panga. Hapana, sio kweli. Kumbe wako na approachiwa unakataa? Lakini kwa wao nakwambia hawajawahi kunifanyia hivyo. Ni kweli. Ambao wote wanafanya nao kazi hawajawahi? Hapana. Kwa sababu huna vigezo vya kuwa mwanamke wao? Hapana, sio kama sina vigezo, bali ni heshima tu ambayo tumetengenezeana. Kama yani nikimwona brother hivi na hivi, yani ndio hivyo inavyokuwa. Hongera sana. Asante. Yes, wadada wengi kwa sasa hivi mjini wakionekana kwenye movie, wakionekana huku inaonekana huyu kajiweka tu huku kwa sababu anatafuta tu wanaume, anatengeneza brand ili apate wanaume. Kwako iko? Mimi kwangu haiko hivyo. Lakini ushakuambia maneno? Nimeshakuambiwa maneno mengi, na asilimia kubwa sana wengi wanajua ukishakuwa mwigizaji basi wewe ni malaya. Ndio changamoto ambayo huyu mwigizaji huwezi kudate na mwanamke ambaye anaigiza, yani atakuwa mapenzi yake asilimia kubwa anaigiza. Amna, na pia ukimpenda mtu unapenda kwa dhati, lakini wako napenda na wewe. Ukipenda mtu anapenda, lakini wengi ndio wanakalili hivyo. Ukimpenda mwigizaji anahisi kama ukiongea unaigiziwa. Ulishawahi kumpenda? Kila mtu alishawahi kupenda jamani, mwenyewe nilishawahi kupenda lakini hivyo. Sasa tupo naye. Nini kilisababisha? Ndio hivyo, wengi wanaamini kama tukiwa tunaigiza, wanaamini kama tunakuwa mapenzi yetu yote ni ya kuigiza, hatuko lie. Lakini hapana, mtu ukimpenda mtu umempenda. Kwa hata huyu uliyekuwa naye alikuacha kwa sababu wewe ni mwigizaji? Alisema mimi mwigizaji, wengine nakuwa ni wa
wakakuacha kwa sababu hiyo. Yeah. Na ukumwambia labda naweza nikaacha uigizaji baby niendelee kuwa na wewe? Kitu hicho ni hapana. Yaani mtu tu from there aniambie niache kuigiza, yaani niache kuigiza kwa misingi ipi? Na mimi kuigiza kama ndoto yangu. Yaani labda tuseme unipe sababu na utanifanyia kitu gani mpaka mimi niache kuigiza? Ndio anakuoa unakuwa mke wake. Hamna, uwezi kuniambia tu nitakuoa wewe mke wangu na ndio niache kuigiza. Labda sema nitakufungulia biashara, uache kuigiza, fanya biashara hii hapa. Sana kuoa na kufungulia biashara. Lakini sio kirahisi hivyo. Yaani natamani nitimize ndoto zangu. Yaani kwenye usanii. Yeah. Yupi ambao unamwangalia unatamani kuwa kama yeye? Wengi sana nafuatilia, lakini mimi natamani niwe mimi kama mimi. Lakini japokuwa kuna wengi pia naangalia vitu vyao wanavyovifanya vinaniinspire kufanya na mimi niwe kama wao, lakini pia mimi natamani niwe mimi kama mimi. Hongera sana. Yeah. Yes, na kwa sasa hivi kwa wadada ambao wanafanya YouTube yupo Vai, watu wanamzungumza kwa ukubwa sana. Wako unamfuatilia Vai? Yeah, Vai namfuatilia pia, anafanya vizuri. Ni yuko vizuri. Na unapenda kile anafanya? Napenda sana, anafanya vizuri sana na. Hujawahi kutamani kufanya naye kazi? Natamani kitokea nafasi, yeah, nifanye naye. Okay, unafanya na kina Mwanya wana connection, wanatoka na nini? Hivi ukiwa unatembea na watu ambao wana majina, wewe unakuwa ni mtu wa namna gani hapo katikati? Ujue mtu kama upo nje ya sanaa. Mimi kipindi sijaanza kuigiza nilikuwa naaminige kuwa nikishakutana na star, ningepigana hata picha tu, ningefanya hata clip, basi na mimi nishakuwa star. Lakini yeye atabakia kuwa Mwanya, alafu mimi nitakuwa Patra. Kwa inabidi mimi nipambana ili nimfikie pale Mwanya halipo. Ya, lakini sio kama tu kufanya kitu na hivyo, lakini kuna sehemu anakupeleka, lakini kuna wakati mwingine ulishawahi kuaga kwenye kumpa mtu penzi ili mradi tu uwe naye uigize naye ili na uwe star? Hapana, sijawahi kufanya kitu kama hicho. Yaani ni date na mtu kwa sababu ya kupata kitu fulani? Hapana, kama ndio hivyo basi ningedate na wanaume wengi sana. Yeah. Wengi walikuwa wanakutaka. Kuna wengine labda mtu unakuta amekutafuta mfanye kazi, anza kukwambia 1 2 3 mimi nitakufikisha sehemu fulani 1 2 3, lakini hivi na hivi. Lakini sasa ukiangalia kwa sisi wa dada kwa approach ni kitu cha kawaida. Je, utatembea na wanaume wangapi mpaka uje kutoboa? Au ndio ile unakuja kutoboa ni yule nishapita, yule nishapita. Unajishushia heshima. Na kwako wewe sasa hivi, ili mwanamume akupate, anakiwa awe na vitu gani? Cha kwanza kabisa, akubali ninachokifanya, yani pia hanisupport. Kuna yule mwingine amekukuta kwenye sanaa alafu anakuambia mimi sitaki uigize. Akati yeye amekukuta huko. Kwa hiyo mimi natamani mwanamume ambaye nitakayempata anisupport kile ninachokifanya mimi. Yes, nitampenda sana. Yeah. Kwa sasa hivi uliye naye asupport unachofanya. Wala umpendi kabisa. Kwa wanawake sasa tukisema sina mahusiano, atakwambia kwa uongo. Kwa ulivyokuwa mzuri huwezi kuwa, lakini ila ngambia wanawake waliokuwa wazuri ni wengi. Ni wengi ambao wana mahusiano. Yes, wanawake wazuri wengi sana wako single kwa nini? Kwa sababu ndio hivyo, ukimwambia mtu niko single hawezi kuamini. Kwa uzuri wao anakuwaje single? Lakini pia naye ana uwezo wa kuwa single. Yeah. Na inaonekana wanawake wazuri pia hata kuolewa kwao ni ngumu. Unahisi kwa nini? Kwa watu wanavyowajaji kwa nje. Yaani kama mimi unakuta mwingine labda hajawahi kukutana na mimi kabisa, yani labda tumefahamiana juu kwa juu, anakwambia mbele anajisikia. Yaani mtu anaanza kukuhukumu kabla hajakuwa karibu na wewe. Na kuna wake wazuri ndio inavyokuwa. Mtu anakuta anaanza kumhukumu mtu mbele mzuri anajisikia, lakini hajawahi kukaa naye. Yeah. Kwa hiyo pia inapelekea wasiolewe. Yeah, pia na inapelekea mojawapo. Na kuna wengine wanasema labda kwa sababu anaitwa na huyu kwa hiyo kuna wakati mwingine anahisi yeye ni mzuri hivyo anaweza muda wote anaweza kufanya chochote. Hiyo inaweza kuwa ni sababu pia? Sidhani kama ikawa ni sababu pia, lakini wanasema yani tuseme mtu ambaye mwenye mapenzi ya kweli siku zote hawezi kupata mtu ambaye amenyoka. Lazima atampata tu mtu ambaye mawaluwalu, msumbufu tunasema ya. Kwa unaweza kama mtu umenyoka ni unasema hivi mimi nikimpata mtu natulia naye, lakini unajua kumpata wewe mwanamume na sababu ni kae zangu tu single. Ni paswa kichwa. I said kuna namna ambavyo nini kishawahi kukuumiza kwenye sanaa ambacho huwezi kukisahau au kwenye maisha ungependa kuwasimulia watu ambao wanakufuatia wanakuona tu unapendeza na nini wanahisi wewe hauna tatizo kabisa? Kitu ambacho
Sijakutana na changamoto nyingi kwenye kushuti, lakini kuna baadhi ambazo nishawahi kukutana nazo. Nyingine pia kusimulia sio vizuri, lakini kuna nyingine ambayo iliwahi kunitoa machozi. Nakumbuka niliwahi kuitwa nikashuti sehemu. Kushuti nilikuwa ni kwenda kushuti nyimbo, video vix, nikaa nimeenda kwa sababu nilikuwa najiona na wale wanangu. Wakaniambia wao twende moja mbili tatu, ukiamini ilibidi niende. Tumefika kwa tukashuti, tukaenda kumalizia poster. Ilikuwa majira kama saa 8. Sasa ule muda ambao wenyewe walipewa shuti nusu saa, wenyewe wakapitiliza. Kwa hiyo na ikatokea mtafaruku madansa wengi. Ikatokea kama ugomvi fulani hivi kwa wale madansa, mara dai hela, mara dai hivi. Sale muhusika wa pale akasema ina kuita polisi. Bendicho mimi ni muoga. Kwa nikaanza kulia, jamani naomba mnipe tu hata nauli yangu tu nirudi nyumbani. Yaani nililia sana ile siku, alafu yani nililia bila mafanikio. Kwa tulihangaika sana baadaye, yani wale madansa wangu ndo kaja wale madesigner ambao walinileta ndo akanichukua tukaenda kwao. Maana nilienda mimi na mdogo wangu. Tukaenda kwao. Kesho yake asubuhi mimi nikaboti niko nyumbani, lakini ni kitu ambacho yani siku nilikuwa nimelijuta vitu vingi sana. Kwa habari za entertainment, sports, politics, usisahau kusubscribe our channel Bina TV. We know what you need.